Crazy Rocket, now available on PMBet. Naam, bana, habari za jioni popote pale ulipo, ni muda mzuri tunakutana tena hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo kama kawaida. Na leo hii mastori ni mengi sana, lakini nikasema siwezi kuacha hivi hivi nije hapa kwa ajili ya kuzungumza nawe. Nitakupa mambo kadhaa hapa ambayo pengine yanazungumzwa zaidi mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kumtambulisha meneja mkuu katika kikosi chao Dimitar Pantev, ambaye sasa ni kocha ambaye yeye atakuwa kama meneja mkuu wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia leo ameingia jioni ya leo akitokea moja kwa moja kule Botswana pamoja na kocha msaidizi bwana Bajko Simeonov. Bajko Simeonov, chuma hicho anaitwa Bajko Simeonov. Mwamba huyo bwana ameingia hapa na tayari leo wamepokelewa wakiwa pamoja na wakala wao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Terminal 3, na alikuwepo pia meneja wa kitengo cha habari na mawasiliano ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali, na akamwaga maneno pale akielezea namna ambavyo bwana meneja mkuu wa kikosi hicho anaenda kufanya kazi. Sasa jana kulikuwa na makala nyingi sana, kila mmoja akiandika anavyotaka, kila mmoja akiandika anavyojisikia, kila mmoja akikosoa anavyotaka kwamba kocha wa Simba huyu ambaye sasa ni meneja mkuu wa kikosi hicho hana vigezo vya kuwa kocha mkuu, na wengi wakienda mbali zaidi wakisema Simba wamepigwa na Simba wameingia cha kike, Simba wamelala yombo, sijui Simba vipi na mambo kama hayo. Lakini nilipita kwenye mitandao ya kijamii nikawa natoa elimu na elimisha watu na vitu kama hivyo, ili watu wafahamu kwamba huyu ni kocha ama ni meneja mkuu, na kama ni meneja mkuu ana nafasi kusimama kwenye benchi, ana nafasi ya kufanya kama kocha mkuu, ana nafasi ya kutimiza majukumu yake vizuri. Sikiliza kwa umakini sana. Mara baada ya kocha leo kupokelewa, kwa maana meneja mkuu kama ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wamemtambulisha, lakini pia pamoja na kocha wake msaidizi ambaye mwamba anaitwa Bajko ni Simeonov, maana nikwambie tu ni kweli kabisa kocha wa Simba ambaye ametambulishwa kama meneja mkuu wa kikosi hicho bwana Pantev, kwa maana Dimitar Pantev, yeye ana UEFA A lakini hana UEFA Pro License, lakini pia hana CAF A ama CAF Pro License, hana hivyo vitu, kwa maana hana hivyo vigezo vya kusimama kama kocha mkuu kwa maana kwenye bench pale, lakini pia kwa upande wa ligi, lakini pia kwa upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika hana hivyo vigezo. Na alisimama kwenye mechi kadhaa, alisimama kwenye mechi ya Simba kama unafahamu katika uwanja wa Mkapa Gaborone dhidi ya Simba, alisimama kwenye demarcation zone, lakini alisimama kama meneja mkuu, hakusimama kama coach kwa sababu anaendelea kusoma. Na hivi ninavyozungumza nawe mwamba tayari anaendelea kubukua, ni muda mchache tu atakuwa amekamilisha vigezo vya kusimama kama kocha mkuu. Lakini kokote alikopita alisimama kama meneja, na mashirikisho mengine pia yanaruhusu. Lakini kwa upande wa kwetu shirikisho la kandanda Tanzania TFF ina kanuni zake, lakini pia CAF ina kanuni yake. Kama kocha hana vigezo, hana CAF A au hana CAF Pro License, lakini pia kama hana UEFA Pro License, na hiyo UEFA Pro License inategemea na mashirikisho mengine ya michezo kama kule Botswana, kama kule alikokuwa Cameroon na kwingineko, huko anaweza akasimama. Lakini kwa hapa kwetu inaweza ikawa changamoto pia kutokana na shirikisho la mpira ambapo inaendelea kufanya kazi yake. Sasa hana hivyo vigezo vya kuwa kocha, kusimama kama kocha mkuu, lakini ni meneja mkuu. Meneja mkuu maana yake yeye ndo anaratibu shughuli zote ndani ya kikosi cha Simba, ana uwezo wa kuweza kushauri chochote. Yani yeye ndo top pale, ndo top manager. Kwa maana yeye kazi yake ni moja tu, kuweza kuimplement mifumo, kuweza kuinject mifumo na falsafa zake, na kuweza kutengeneza timu iliyo imara. Na nikwambie tu kwa nini Simba wamemuona huyu mwamba na wakaona wamchukue haraka sana, ni kwa sababu ni winning title manager. Winning manager, wanasema winning title manager, yani ni yule kocha ambaye yeye anawaza zaidi mafanikio, kocha ambaye anawaza zaidi ubingwa. Ndio maana Simba amemchukua, kwa sababu alipofika pale Victoria United ya pale nchini Cameroon, timu ile ilikuwa haijapanda daraja, akaipandisha na akachukua ubingwa. Lakini ametoka pale akaenda Orapa Stars ya pale Botswana, akaweza kuipeleka katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Haijawahi kufanya hivyo. Lakini pia alikuta Gaborone United msimu 2023-24 wakiwa nafasi ya 3, yeye ameingia pale 24-25 akawapa ubingwa. Kwa hiyo ni winning title manager, ni miongoni mwa makocha ambao wao sifa zao hasa ni kuchukua mataji. Hivyo ndio vitu ambavyo wanazingatia zaidi. Kwa hiyo
hata Simba wao wameona hilo kwamba wanapaswa kupata kocha ambaye ana spirit ya upambanaji, kocha mwenye spirit ya kutaka mataji na spirit ya kutaka ubingwa na spirit ya kushinda. Lakini pia aina ya ufundishaji wake, aina ya ufundishaji wake ni aina inayovutia zaidi Simba, kwa sababu Simba wanapenda kuweka mpira kwenye carpet, mpira kwenye nyasi, wanapenda kupiga pasi nyingi sana. Simba wanapenda sana kushambulia, high pressing, tight marking. Kwa hiyo sasa amepatikana mtu ambaye anakuja kuendeleza falsafa ambayo Simba wao wanaipenda, na tunaona Gaborone United namna ambavyo walicheza dhidi ya Simba. So Simba wameangalia hivyo vigezo ambavyo anavyo huyo kocha, na leo hii anaenda kusimama pale. Sasa anaenda kufanya kazi namna gani? Kuna watu wanauliza hapo maswali kwamba sasa itakuwaje kwa ajili ya michuano ya CAF, itakuwaje kwa ajili ya ligi kuu, atakuwa asimami pale na nini? Alisimama katika mechi ya Simba dhidi ya Gaborone United. Mlimuona pale kwenye demarcation zone. Taarifa ni kwamba tu wakati mechi inaendelea, sheria inaruhusu manager mkuu kusimama pia kwenye demarcation zone. Kama atasimama manager, kwa maana kocha hapo hatapaswa kusimama. Kama kocha atasimama, basi manager hapo hatapaswa kusimama. So watagawana muda. Muda huu atasimama kocha, muda ule atasimama manager wa timu ambaye ni manager mkuu. Atakaf jina lake bwana Pantev limeorodheshwa kama manager mkuu wa kikosi cha Simba, ambaye yeye ana uwezo wa kufundisha timu mazoezini, wa kujenga timu yake kabla ya mchezo. Muda wa mchezo ukifika, yeye kazi yake ni moja tu, ndogo tu, kwenda kutoa maelekezo pale kwenye demarcation zone. Lakini anayepaswa kusimama zaidi ni kocha mkuu ambaye atakuwa ni Selemani Matola, ambaye yeye ana CAF A, ana CAF Pro License. Ni kocha ambaye yeye amekizi vigezo. Kwa hiyo yeye Matola atakuwa anapewa ushauri pia na kocha Pantev pale ambako Pantev hatahusishwa kwenye michuano ya CAF katika hatua kubwa. Unajua hizi hatua za awali hazina sana restriction, kwa maana kwamba haina mambo mengi sana, lakini inapofika hatua makundi, hatua robo finali, hatua nusu finali, CAF wanazingatia sana, pia wanatuma observers. Kwa hiyo yeye kama meneja mkuu atakuwa anampatia Matola ushauri akiwa pale kwenye benchi. Sio kwamba atakuwa jukwaani kule, no. Atakuwa kwenye benchi pale kama meneja mkuu. Kwa hiyo atakuwa anatoa maelekezo pale pale. Matola anafanyia kazi, sio? Lakini kama ni kwenye mechi za ligi kuu, atakuwa anasimama kuna muda fulani, anatoa maelekezo pale, anarudi anakaa. Yaani sio kwamba eti ndo anakuwa idle sijui afanye kazi. Lakini pia niwaambie, kama kila sehemu alipita na akawapatia mataji hizo timu alizoenda kufanya na alivyoenda kufundisha, na uliona karibia Almanusura watoe Simba huyu, karibia watoe Simba, sio? Alionyesha mpira mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ni kocha mwenye mbinu, kocha mwenye uwezo wa kutumia wachezaji wa vijana, kocha mwenye uwezo wa kuwapa wachezaji nafasi, rotation. Sio kocha ambaye anaamini katika mchezaji mmoja. Ni kocha mwenye discipline hali ya juu. Mchezaji akizingua hachelewi kumtoa, dakika 20 dakika 30 kwake kawaida kabisa. So nafikiri hicho ndio kitu ambacho pia Simba amekitazama. Katika mazungumzo yake anasema amechagua Simba kwa sababu anaamini ni moja ya klabu kubwa ambayo pia kwenye CAF ina nafasi na ina thamani, kwa sababu tayari imeshaweka imesha set standard yake, imeshaweka mizizi yake huko. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho pengine hata yeye ameshawishika. Lakini wakati huo ndugu zangu walitajwa hata Yanga pia nao walikuwa wanamtamani, washaanza kufanya matomati pale kwamba wanamtaka, sio? Lakini mwamba yeye amechagua Simba kwa sababu anajua Simba ni timu ambayo tayari imeshatengeneza misingi kwa upande wa michuano ya CAF, tayari imeshafika kwa level kubwa. Hata yeye anajua anapofika pale basi moja kwa moja na yeye pia thamani yake na CV yake pia inapanda zaidi. Lakini kingine ni kwamba anaendelea kusoma, anafanya ile refresher, ambaye refresher course haichukui muda mrefu sana, chuma kinakuwa kimemaliza. Na Simba amefanya hivyo na wamempa mkataba miaka hiyo. Wamempa mkataba miaka 2 kwa sababu anaamini kwamba mwamba chuma kinafanya refresher, kishamaliza refresher course anakuwa hana mtu wa kumgasi, anakuwa pale anasimama pale kwa demarcation zone, anaanza kupiga watu wanapasuka sana. Yani kwa huyu kocha watu watapasuka sana. Kwa okay, ambacho hana yeye ni CAF A. Lakini pia hana ile CAF Pro License, ila ana UEFA A, hana UEFA Pro License. So hivyo ni vitu ambavyo anapaswa kuvitafuta kwa sasa ili mambo ya kwende sawa bin sawia. I'm coming with one assistant and maybe another one will join us. You know that Simba has his staff. Part of this staff left with previous coach, so we will discuss. But I'm not here to send out nobody. So we just try to join some people who help us. And I think that now is not a moment to make big changes because there is no time, and the next match
matches are coming. So maybe we'll look for something different, like selection or what is normal for every team during the next transfer window or next transfer windows. So we'll see, depend on our performance. I trust that these players here and staff are enough and have enough quality to give us good results. We'll see. If I'm not legal, maybe they'll use me like Kitman. I'm not sure. You have to ask our president. Crazy Rocket, now available on PMBet.